Thank you Jesus. Ukiwa umesimama hivyo hivyo. Ukiwa umesimama hivyo hivyo. Thank you Jesus. Open with me the book of Romans. Please, naomba mpatie microphone Dora. Mpatie microphone pia my interpreter. Dora, ukiangalia kwenye WhatsApp yako nimekutumia somo la leo ili usipate shida kuandaa maandiko. You'll just check out and then kuna maandiko humo. So kuna maandiko mengine nitakuwa siyataji, wewe utakuwa unasoma tu moja kwa moja. The book of Romans chapter 10 verse number 17. The book of Romans nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema kwa kuwa imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. I've just paraphrased. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Mungu. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Wewe umesimama hivyo hivyo. As you're standing, in very few minutes, 2 minutes or 3, rise up your hands. Thank you, Jesus. Father, leo hii tumekuja nyumbani mwako. We want to hear from you so that our faith, Lord, will be built up. Tukisikia kutoka kwako, imani zetu zitajengwa. Kwa sababu imani ni ufunuo wa yale yaliyopo katika ulimwengu wa roho. Basi ukatufunulie yale yaliyo katika ulimwengu wa roho ili tuweze kupambanua na kufahamu. In the name of Jesus. Acha utukufu wako uje mahali hapa, ili nasi tufahamu ya kwamba tunafanana nawe na ni mfano wako. When the glory comes, there will be no words to say. Oh. Happiness, come here. When the glory comes, there will be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. When the glory comes, there'll be no words to say. Electrify your spirit. Just get ready. When the glory comes, there'll be no words to say. My God. When the glory comes, there'll be no words to say. Now that your glory is here, now your glory is here, and we have no words to say. Thank you, Jesus, for your glory. Now your glory is here, we have no words to say. Now your glory is here,
utterances have been shut. For now your glory is here, and we have no words to say. Oh, Levi libraga tu for now your glory is here, Celia Brana Manso we have no Bregadesh. words to say. We have no words to say. Give us the utterance. For now your glory Give us the speech. is here, and we have no words Give us the speech. to say. Akili Faratuska. Shepekalito Takata. So give us the speech, Lord. For now you're in this place, Give us the wisdom. and we have no words Give us your knowledge. to say. Give us your knowledge. For now your glory is Impart us with your power. Impart us with your power. Impart us with your healing. Impart us, O Lord. For faith cometh. No ketilikitata. Evi tamakodo. Sheli frakatuta. Perivilu atakata. For faith comes by hearing the word of God, the word of Elohim, the word of Elohim, the word of Elohim Adonai. Tidiketuta tatata, tevilu kotomenta, tevilu taliakata, levinto takatu, bebe kuti levaka, levripo nakata, lobo shalivikade. for now your glory is here. Now your glory is here. It's right here. It's right here. I can feel it. I can touch it. When the glory of God comes, there are some people are carrying mantles. There are some people are receiving anointing. There are some people receiving the Holy Spirit. There are some people are being refilled. There are some people are moving in the Holy Ghost. There are some people will start to speak in tongues. There are some people will start to advance, to ascend. Let's see it. And we have no words to say. Who said you will die? Who said you will die? No one under my watch is going to die. I was not called to bury men. I was called to revive men from the dead. Sikuitwa kuwazika watu, niliitwa kuwafufua wale waliokufa. I was not called to bury men. I was called to revive men, to bring them to life. Ati sheli franakai. Now your glory is here. Masikio yako yakafunguliwe katika jina la Yesu. Words to say. Macho yako yakaone katika jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Tamka maneno haya, sema ninasikia kwa roho. Ninasikia kwa roho. Ninaenenda kwa roho. Ninaenenda kwa roho. Ninafahamu kwa roho. Ninafahamu kwa roho. Ninapokea kwa roho. Ninapokea kwa roho. Ninaelewa kwa roho. Ninaelewa kwa Na nitatendea kazi kwa roho. that will work Kwa maana Kwa maana Roho Mtakatifu yu ndani yangu. Bwana Yesu nisaidie. Lord Jesus. Piga makofi na vigelegele wakati unakaa, and say hi to your neighbor. Say hi to your neighbor. Just tell your neighbor, neighbor, I'm happy to see you. You look lovely today on your denim shirt. Kama amevaa suruali, gauni, suti,
ya jeans, mwambie unaonekana vizuri sana, umependeza. Natamani wewe unavaa hivyo hivyo kila siku, lakini bahati mbaya ibada zetu zinabadilika. Our services change. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Jesus. Paulo kwa kanisa liloko Rumi Paul to the churches in Rome, akaliandikia, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Now, kwa dakika chache ambazo niko nazo, in a few nataka minutes, wote tuweze kuadvance I want all of us katika to hili advance somo, in this lesson. na kwa neema ya Mungu natamani And by the muweze grace of kuelewa God, kile ambacho Mungu amekiweka ndani I yangu. want all of you to As understand I'm going what to the Lord has put transfer, so inside of receive me. it in the name of Jesus Christ. I believe this sermon is being recorded. Lefilia prakasto begenia manta reveras. Jumapili iliyopita I started by saying, Previous Sunday, I started by saying, imani faith sio kama wengi wanavyodhania. is not as many think it is. Kwa dakika chache Jumapili nilianza For a few kudebunk minutes last Sunday, au nilianza kushusha I started debunking ule uelewa na ufahamu the understanding ambao ni potofu. that is wrong. Wengi tulikuwa tunauelewa A lot of us had that kuhusiana na understanding imani, concerning faith. na miongoni mwa vitu ambavyo tulikuwa tunaviamini au And kuvielewa among the things that we vinavyohusiana believed na or imani understood concerning ni faith pamoja na kwamba is as well as imani na kawaida ya kuongezeka na kupungua. faith increases and decreases. Lakini ukisoma maandiko But if you read the na scriptures kufahamu kile kilichoandikwa kwenye and maandiko, understand what is written in the utakuja scriptures, kugundua you'll come to find imani out iko constant. faith is constant. Imani haiongezekagi wala Faith haipungui. does not increase or decrease. Lakini kuna kitu ambacho But there is something watu wengi wameshindwa kukielewa. a lot of people have failed to Hicho understand. ndicho ambacho That is what kina kawaida ya kuongezeka na kupungua. changes by increasing Kwa or hiyo decreasing. kinachoongezeka na kupungua What increases or sio decreases imani, is not faith, lakini ni ufahamu wa imani but it's the understanding of au faith ufunuo wa imani. or the revelation. Kwa hiyo leo andika, unapoandika, So today, right where you're writing, imani faith ni ufunuo is the wa revelation ulimwengu wa roho. of the spiritual realm. Faith is the revelation of the spiritual realm. Ni ufunuo wa ulimwengu wa roho. It's the revelation of the spiritual realm. Kwa kinachoongezeka So what increases sio imani, is not faith. kinachoongezeka na kupungua What increases and ni decreases ufunuo wa mtu is alionao the revelation an kuhusu individual ulimwengu wa has roho. concerning the spiritual Kwa realm. sababu katika ulimwengu tulionao Because in the realm that we have ni ulimwengu wa madhihirisho, is the realm of na manifestation. ulimwengu wa madhihirisho In the realm of manifestation, huwa hatuenendi kwa imani, we do not go by faith. tunaenenda kwa uhalisia. We go by reality. Hauwezi ukaenenda bila reality You cannot go without reality. katika ulimwengu wa udhihirisho. In the realms of Siwezi manifestation. nikakwambia kaa hapa I wakati cannot hamna tell you kiti. sit here when there is no chair. Utahitaji kiti ili uweze kukaa. You'll need a chair so that Lakini you kama can sit. nikizungumza But if I'm speaking kutoka katika engo ya kiroho, from the angle of maana the yake spirit, sizungumzi kimwili. that means I'm not speaking Kwa kama physically. sizungumzi And kimwili, if I'm not speaking nikikwambia kaa physically, hapa, if I tell you to sit na here, maanisha uactivate I imani mean yako, activate your na faith. maanisha uwe na capacity ya ufunuo And get the capacity wa of uwezo wa revelation, kukaa katika the hewa. ability to sit in the air. Kwa ukikosa ufunuo So if you do not have a wa revelation kuweza kukaa katika hewa, of to be able to sit in the hauwezi air, ukakaa, you cannot sit. kwa sababu chochote kile Because whatever kinachohitaji uthibitisho that needs revelation sio imani. is not faith. Are you here with me? Imani haihitaji uthibitisho. Faith does not need manifestation. Proof. Proof. Ukishaona unahitaji kuthibitisha, If you need, ujue umetoka katika imani. know that you have exited Kwa faith. imani does not need proof, So faith does not need proof. lakini imani inadhihirika But faith can be katika proved manifestation. in the manifestation. Now hear me very careful. Jumapili iliyopita nilisema tena In the previous Sunday, I also kwamba said imani that faith is a living creature, is a living creature. and that creature is called Jesus. Na kama kiumbe kinaitwa Kristo ndo imani, Creature called Jesus is faith. tafsiri yake ni nini? What is the meaning? Manake Kristo hawezi kuongezeka wala kupungua. That means Christ cannot Kwa increase or siku ambayo decrease. Kristo aliingia ndani ya mtu, So the day Christ entered a person ndio siku ambayo Kristo aliingia katika uzima wake, is the day Christ entered into his aliingia katika fullness yake, entered into his fullness. aliingia katika totality yake.
aliingia katika ukamilifu wake. entered into his completion. Kwa hahitaji kuongezeka wala kupungua. So he does not need to increase or decrease. Lakini ni mimi na wewe But it is you and ambao I tunatakiwa that need kuongezeka to increase, kumwelekea Kristo. to go towards Christ. Now hear me again. Kuna kitu kimoja ambacho pia tumekuwa tukikikosea kwa muda mrefu There's one thing that we've been getting wrong for kuhusiana na utakatifu. concerning holiness. Wengi tumekuwa tukiambiwa utunze utakatifu A lot wako. of us have been told to maintain your holiness. Utakatifu Holiness ni kitu chema sana, is something very good, lakini utakatifu ni practice but holiness is a practice ambayo muamini yuko nayo. that a believer has, Ni practice ambayo ni matunda ya neema. practice that is a fruit of grace. Utakatifu sio effort Holiness is not an effort ya kuwa justified, of being justified, ya kupewa haki. of being given. Kwa hauwi So mtakatifu you're not holy ili uwe mwenye haki. to be Badala justified. yake Rather, wewe ni mwenye haki, you are kwa justified. unatakiwa kuishi So utakatifu you're supposed to kwa live holy sababu ni matunda ya haki yako. because it is the fruit of your justification. Kwa hiyo the emphasis, So the emphasis, msisitizo the wa emphasis utakatifu of your holiness katika kanisa la Mungu in the church of ni God msisitizo wa kiimani. is the emphasis of faith. Hakuna utakatifu pasipo imani. And there is no holiness Kwa hiyo without faith. kama imani ni ufunuo wa mambo yaliyopo katika ulimwengu wa So roho, if faith is revelation, tafsiri yake ni of the nini? Spirit, what is the Tafsiri meaning? yake unatakiwa kuwa na ufunuo wa utakatifu Is that you're supposed to have a ili revelation uweze of holiness kupractice tabia ya so that you utakatifu. can practice the habit of Ukikosa holiness. ufunuo wa utakatifu, You lack the revelation of hauwezi holiness. ukadhihirisha utakatifu. You cannot manifest Katika Agano la Kale, holiness. In the Old Testament, chochote kilichokuwa kinafanywa nje ya Torati anything that was done ilikuwa ni outside of the dhambi. Testament was sin. Tofauti ya Agano Jipya, Different from chochote kinachofanywa nje ya imani anything that is ni done outside dhambi. of faith is Kwa sin. chochote ambacho kinafanywa bila imani Anything done ni without dhambi, faith is kama sin. ilivyokuwa wakati wa Agano la Kale. Like in the Old Chochote Testament, kilichofanywa nje ya Torati anything ni done outside dhambi. of the law Kwa hiyo is sin. katika Agano Jipya, So in the New Testament, mfumo wetu wa makuzi na mfumo wetu wa system of maisha growth and life ni imani, is faith. na Agano la Kale mfumo wa maisha Testament, lilikuwa ni system of life Torati. was the law. Kwa katika Agano So Jipya in the New Testament, hauwezi ukatimiza sheria ya you Mungu cannot complete the law of ambayo God, ni sheria ya Kristo which is the law of pasipo Christ, imani. without faith. Kwa ili uweze kutimiza sheria ya Kristo To complete the law katika of Agano Christ, Jipya, the New Testament, ambapo pia katika Agano Jipya kuna sheria. in the New Testament, Kwa ili uweze kutimiza sheria, so as to complete the na law. ninaposema kuhusu sheria And when I'm talking about the namaanisha law, sheria ya mwenendo mwema I mean na the law sheria ya uzima. of good conduct. Biblia inavitamka vitu hivi kama sheria ya uzima ulio ndani ya Roho Mtakatifu The Bible speaks katika of kile the kitabu same cha law Warumi of sura ile ya life. 8. Kwa ili uweze kumanifest So as to manifest sheria ya uzima, the law of ni life, lazima uweze kuwa na capacity ya you ufunuo. have the capacity of Kwa revelation. capacity ya ufunuo ulionayo So the capacity ndiyo of itakusaidia is what will help kuweza kudhihirisha yote ambayo Mungu amekupa katika ulimwengu wa manifest roho. everything that God has given you in the realms Kwa of hiyo the tuko Spirit. katika ulimwengu wa biashara, So we're in a business, na huu ulimwengu wa transaction and in this transactional realm, kuna vitu ambavyo vinafanyika. there's things that are happening. Katika ulimwengu wa roho, In the spiritual realm, fedha haina maana yoyote ile. favor does not have any meaning. I understand you can give tithers. Ninaelewa unaweza ukatoa zaka. I know that you can give Ninaelewa unaweza ukatoa sadaka za kawaida. that you can give offerings. Naelewa unaweza ukatoa sadaka za hiari. I know that you can give Naelewa unaweza ukatoa offerings. sadaka za kujimaliza. Lakini katika ulimwengu wa roho, But in this realms of sadaka zako hazitambuliki your offerings cannot if be you known do not have faith. if you don't have Kwa faith. hiyo katika ulimwengu wa roho, So in the spirit, imani ni sarafu. faith Faith is a currency. is a currency. Ni sarafu ya kuweza kubadilishana vitu. Is a currency that can be Kama Mungu ametamka uzima na uponyaji. God has spoken life. Are and you here healing. with me? I'm very saddened nikiona mtu analala in this atmosphere. You must be a carrier of the strange spirit. Please write vitu. Kama unaona unalala, just distract yourself. Nimekuona, sitakutaja. Sitamtaja, yani na mahali ambapo nimeangalia hayupo, yuko mahali ambapo sijapaangalia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Au Lord nikutaje kwa Jesus. mdomo? Nikutaje afu niseme samani sitakutaja. Don't
mention them. Write down, andika vitu kama unaona unasinzia. Seriously. Kai. Jesus. How is it possible? How is it possible? I'm just thinking because mimi nimelala saa 11 leo asubuhi. How is it possible you're sleeping? Jesus, my generation. Inanikata hiyo. Anyway. There'll be no words to say. Elevate my spirit, Lord. When the glory comes, there'll be no words to say. Thank you, Jesus. Now, kwa hiyo kama imani So if faith ni ufunuo is a revelation wa mambo yaliyopo katika ulimwengu wa roho, things in the realm of manake spirits, kuna transaction ambayo inafanyika that means there's a kati ya transaction that Mungu is na happening mwanadamu, between God and na hiyo man. transaction And that transaction, sarafu yake ni imani. currency is Kwa faith. katika ulimwengu wa roho In the realms au of the katika spirit, ufalme wa Mungu in the kingdom of tunatumia God, imani we need ili faith kuweza kufanya mabadilishano, so as to na make ulimwengu wa exchanges. giza In the realm of unatumia darkness, imani, they use faith. lakini imani yake ni tofauti na imani ya watu wa Their nuru. faith is different from Imani ya people ulimwengu wa of light. giza The ni faith of hofu. people in darkness is Now fear. listen to me very careful. Ili shetani aweze kufanya kazi yake, So the devil can do huwa what he ana does. kawaida ya kuinfuse He has a hofu. tendency of infusing Analeta fear. hofu. He brings fear. Tafsiri ya kwake ya hofu His ni interpretation of imani. fear is Kwa faith. mtu anapopata hofu, When a person ana is afraid, generate imani ya kuamini katika ubaya. Kwa anapopata ile hofu, adui anaitafsiri kama imani. the enemy Kwa hiyo translates katika it to ulimwengu wa faith. nuru, So in the realm of light, imani ya kwetu our faith ni currency, is a currency. na katika ulimwengu wa giza imani ya kwake their ni faith fear. is fear. So the choice is yours. Chaguzi ni lako. The choice is yours. Ukae katika eneo gani? Where you want to stay. Na ndio maana mara nyingi nimekuwa nikisema That's why I often say ya kwamba fear that fear is also faith is also faith. in opposite. Hofu ni imani katika mwelekeo tofauti. Fear is faith. Bwana in Yesu opposite apewe sifa. direction. Praise the Lord Jesus. Are you here with me? So people of God, we are in the transaction. Tupo katika mabadilishano. Na hayo mabadilishano watakaoshinda And that ni wale transaction tu wenye who go imani. in are those who have faith. Ni wale tu ambao wanaongeza capacity Only those who increase their ya imani capacity, zao kuwa manifested. their faith to be manifested. Leo hii nikakwambia kwamba umepona, Today I'll tell you. haina maana ya kwamba Mungu ni Does mwongo. not mean that God is a liar. Tafsiri yake ni kwamba huyo mtu amepona, Interpretations are lakini God. kinachokosekana kwa huyo mtu Well, what is missing ili uzima na uponyaji uweze kuonekana so that life ni ufunuo wa uponyaji. is the revelation of healing. Kwa hiyo ufunuo wa uponyaji The revelation ndio of una healing kawaida ya kucapacitate au kumanifest ule uzima. of life. Kwa hiyo mtu anachohitaji kufanya So what a person needs ni to do kuongeza ufunuo wake, to increase their revelation. ni kuongeza ufunuo. Increase the revelation. Ufunuo unapoongezeka, When the revelation hata increases, kupokea inakuwa ni kazi rahisi. even receiving is easy. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Now, Praise the Lord Jesus. kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12, unaona Genesis Mungu chapter 12. anampa ahadi Ibrahim. You see God Na jambo la giving kwanza Abraham ambalo a Mungu promise. anamwambia Ibrahim, And the first thing he anamwambia tells him Ibrahim, is that Abraham, inuka na utazame. Kwa hiyo behold, Ibrahim so Abraham alianza kwanza kupewa ufunuo was first ili given imani iweze revelation kujengeka. so his faith could be built up. Listen to me, people of God. Ufunuo tafsiri yake ni hii hapa. Ni This is the habari definition of zilizofichwa revelation. zimefunuliwa kwa mtu. The hidden things have been revealed to a person. Ni vitu ambavyo vimefichwa lakini bado havijaonekana kwako. Kwa vikionekana, The hidden things ufunuo are now seen. So this is a revelation. linatokana na neno linaloitwa apocalypsis. Apocalypsis manake kuwafanya watu Comes from the waone. world apocalypsis, which means Bwana make Yesu men apewe see. sifa.
Kwa hiyo ili tuweze kuoperate vizuri katika imani So as to operate well in na faith ili tuweze kuwa na miguu ya imani mizuri, and to have the ni legs of faith, lazima tujue hili eneo la ufunuo. we need to understand the revelation. Na neema ya Mungu ni hivi. And this is the grace of God. Ufunuo mkuu ni Yesu Kristo. The greatest revelation. So is once you Christ. have Jesus Christ, Once you have Christ, you have faith, you have the revelation. Yeye ndiye atakuelekeza kwamba katika hili unahitaji ufunuo wa aina gani. he will explain to you that in Please, this what just focus revelation with you me. need. Focus with me. Ukiona mlango usiangalie. Bwana Yesu apewe sifa. Just focus with me. Hakuna shababu watakuja kukamata ndani. In the name of Jesus Christ. Kwa hiyo Abraham baada ya kuambiwa kwamba ondoka katika nchi ya baba yako, So in Abraham, uende he told, katika "Go out nchi to your nikupayo." father's house and goes to the land I'm Abraham giving you." alichukua hatua kwa sababu alipata ufunuo. Abraham took steps because he had a revelation. Ni mpaka pale alipooneshwa Until he was mambo shown ambayo alikuwa hayaoni, the things he could not see. imani ikajengeka ndani yake, His faith was built akapata inside of him. imani ndani yake. He received faith. Huyu mtu alienda kule This person went sio kwa there sababu ana ushahidi not because he wa yale aliyoambiwa na Mungu, of the things that ila God alienda kule kwa sababu ana ufunuo told. He has a wa revelation kile alichooneshwa na Mungu. of the things God showed him. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Mara nyingi we are fighting God, A lot of times na we're mahali fighting God, ambapo tunapigana na Mungu and where we're fighting ni God, mahali ambapo tunamlazimisha Mungu atuoneshe is the kitu, place where we're atuthibitishie forcing God to kitu. show us something, to confirm something. Kama umeniponya kweli, mbona hiki kitu hakionekani If hivi? you really healed me, why can't I see it? Hallelujah. Hallelujah. I remember last year niliumwa ugonjwa fulani hivi wa ajabu. I had a strange disease. Sikuelewa huu ugonjwa umetoka I wapi. did not understand where it came from. Nikaambiwa nenda hospitali, anza kutumia dawa mapema. I was told to go to the Nikasema hospital no, I will and not. seek drugs early. Because katika makubaliano yangu mimi na Mungu, Because my agreement with God, aliponitoa kwetu when he akanileta took hapa all this nilipo, and brought me here, hakuniambia kwamba ninakuja kuugua, he didn't tell me that I'm coming hakuniambia to be sick. kwamba nitakuja kuumwa. He didn't tell me that I'm Now, coming to be sick. kilichokuwa kinazungumza ndani yangu ni ufunuo. What was speaking I inside don't know of me if you're was getting what I'm revelation. saying. Ninafahamu nafasi nilionayo ndani ya I Kristo. know the position Kwa hiyo that I have in ninazungumza Christ. kutoka katika eneo la revelation. I'm speaking from a point of Nazungumza kutoka revelation. kwenye eneo la ufunuo. I'm speaking from a Nikamwambia point ule of ugonjwa revelation. kwamba wa ugonjwa Mungu akunitoa kutoka kwetu Jesus didn't na take me kunileta from that hapa place ili to mimi bring me nije here kuugua so ugonjwa. that I can get sick here. Unanielewa? Kuna kitu ambacho kimenileta hapa. There is something that has Kwa brought hicho me kitu here. ndicho ambacho mimi nitarudi nacho. And that thing is that I'll Sitarudi go na home. jambo jipya. I won't come Sitarudi na jambo ambalo halikuwepo kwenye mwili wangu. I won't come back with anything Wakati wrong. naondoka, nilipima kila kitu, nilikuwa safi ili kuweza kupata kibali cha kusafiri nje ya nchi. Kwa hiyo kama nilikuwa sawa kuanzia utosi wangu mpaka uhai wangu, how come unakuja kunisurprise na ugonjwa huu, ugonjwa ambao kwenye ukoo wangu haupo, ukoo wa mama yangu haupo, hata kwenye damu yangu haupo, haukuonekana tangu mwanzo? How come unakuja kunisurprise right now? How can it come and surprise me right now? Now, I was speaking from the area of revelation. Nilikuwa nazungumza kutoka kwenye eneo la ufunuo. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu na vifahamu, ugonjwa hauvifahamu. Diseases do not know. Ukishaweza kuelewa ya kwamba tupo kwenye ulimwengu ambao una mabadilishano ya kiimani, utakuja kugundua ya kwamba kila kitu katika ulimwengu huu ni cha kiroho, Is spiritual. na utaweza kuvitreat vitu You'll be as able the to treat spirit. them as the spirit. So I had a conversation with that disease. Now, mind you, I didn't conversate with God. Why? Because I know it was not God that sent that disease. This God has given me the authority to cast out every disease, every infirmities, every affliction that is found in my body. The Bible says in the book of Mark, anasema wote wale waliomwamini Yesu aliwapa uweza
na uweza huo ni kucast out every demons na kuweka mikono yao juu ya wagonjwa nao wakapokea uzima. Ni jambo moja kuweka mkono juu ya mgonjwa, na ni jambo la pili mgonjwa kupokea uzima. So I remember that day, early in the morning I woke up, and then I told my body, I said, body, you are the temple of the Holy Spirit. So if you are the temple of God, if you are the temple of Jesus Christ, how come Jesus is sick? How come the Holy Spirit is sick unless otherwise he didn't orient me vizuri? Or I didn't understand the Bible when I was reading. The Bible tells me you are the temple of the Holy Ghost. I have the covenant of life. Now how far nitaumwa? Will I be sick? Kwa kadiri ya taarifa zinazozidi kunijia, madaktari wanasema aise, ukizembea unaweza ukawa kilema. Ukizembea itaenda kutingisha spino yako. Tingapi. I say to hell with your T and spinos. I know my body is well. Sijawahi kuanguka, sijawahi kuumia, sijawahi kupata ajali ya kutikisika. Nilipokuja huku nilikuja mzima. How come? They even told me, if you are not even careful, do you have a child? Nikamwambia mimi sijaoa. Akisema hata mtoto yule wa bahati mbaya. Nikamwambia hakuna mtoto wa bahati mbaya. Wakasema sawa, huna mtoto? Nikasema no, sina. Wakaniambia usipokuwa makini unaweza usipate kabisa mtoto. So I went back. I had a conversation with myself. I had a conversation with my spirit. I had a conversation with that disease, with the spirit of that disease. I said, you listen to me very careful. I know you are an alien to this body. You do not belong here. Haukai kwenye mwili. So if you're not belonging here, then you have to take everything that you have. Chochote ambacho ulikuja nacho, pack it well, pack them well, and live right now. Why? Because number one, I did not have a covenant. I did not enter into a contract with you. I entered into a contract with Jesus, the contract of life. I'm a beneficiary of life. And I said now, because the devil tried to give me new revelation, things that I did not know. Na miongoni mwa revelation ambazo alikuwa ananipa, inawezekana kabisa usije hata kupata mtoto. Are you hearing what I'm saying, people of God? Inawezekana kabisa usije kutembea. Now the devil is anafanya bidii kujenga revelation ili niweze kutumia fear iliyojengeka na revelation ya kipepo niweze kuamini. I don't know if you're getting what I'm saying. Kwa hiyo shetani ndicho atachokifanya, atakuhubiria hofu, na ili aweze kuhubiri hofu anakuletea taarifa usizozijua, kwa sababu taarifa usizozijua ndio ufunuo. So atakufunulia ufunuo. Akikufunulia ufunuo ukaupokea, ukauamini, unajenga hofu. Ukijenga hofu matokeo yake unamruhusu mwenyewe sasa kuja kuua. So I said, you know what? I am not giving you a chance. Nimetoka hospitali hapo, nina dawa nyingi mno. God knows and my mother knows vile ambavyo mimi sipendi kutumia madonge, sipendi kutumia dawa. Oh, shelifragadiske manto bragadea. I said, now my body is the temple of God. All of a sudden, picha ya kwanza ilikuja. I didn't know ni nani aliyeleta hii picha. Lakini cha kwanza nikawaza nikasema, if I die in this land, strange land, ardhi geni kabisa, nikifa huku, wanangu Cross Life watakuwa katika hali gani? So I imaginalized, I saw people of God across life crying.
Like baba, ulivyotuaga ukaamua kutuaga, I said God forbid. Kaime subra katiske bilia. So I knew the devil wanted to induce even more fear. Kwa sababu nilianza hadi kubadilika katika mwili. But I said, to hell where you belong, I will not die. If God wants to take me, if God wants to take me, he will not take me from this land. He will atanirudisha nyumbani kwetu, alafu ndo akanichukue. And then he'll take me there. So I started feeding myself with the revelation of God. I started confessing what Jesus has said I am. I started saying I am the Son of God. How can a son of God die? How can a righteous man die? How can a holy man die? It is either I didn't understand or God lied to me. Ama sikuelewa au Mungu alinidanganya. But if sa ulikuwa sawa, then lithibitisha hili neno. Then confirm this word. My God, hallelujah. 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 Amen. Oh, Jesus. I remember the other doctor who happened to be my friend, akawa ananipa shule. Ambia unajua tatizo hili huwa halionekanagi. Usually is not visible. Lakini hii jambo linaweza likasababisha This thing can cause sijui mambo ya kitaalamu akayataja. technical terms. Utajikuta hata unaanza kuharibika ndani. I said, okay. I went back. Baada ya kurudi, I woke up that morning and I said, God, so I didn't have this contract. The contract that you gave me, it was the life contract. And I remember when you called me, you said, I am not calling you to bury my people. I am calling you to rise them. So if you called me not to bury your people, why this thing wants to bury me? Mama yangu atajisikiaje? So I said, now I've already communicated with you. Get out of my body. Get out of my body. That same morning, I went to the washroom. And everything changed from henceforth. I remember I took yale madawa nikaenda kuyachoma. Na watu wakawa wananiona niko fresh. There are some doctors are asking, Pastor, ni nini ambacho mwenyewe nilikuwa sijui. What I remember, sikuwahi hata kusoma kwenye kile ambacho nilikuwa nimeandikiwa. I didn't want. Nakwambia ukweli kabisa. Ila hizo madalili yote niliyokuambia unaweza ukawa unajaribu kudiagnose ni nini. Au sio daktari? Hayo mambo yote unaweza ukajaribu kudiagnose jambo ambalo linaweza likamsababisha mtu hata ashindwe kuwa na watoto, sijui ashindwe kutembea, sijui aparalyze kutoka hapa kwenda chini, sijui yani vitu I don't know. I didn't know. Some of people would say GBS. Others will say A. Others will say that. Najua mbosi wa madaktari nishawaacha. At least najua GPS nini. GBS sio GPS, GBS. Au mtaka niwatajie kirefu chake? Niwatajie anda waumiza. Watajingata. Nikiwatajia GBS watajingata. Hallelujah. So nilikuwa nazungumza this transaction that is happening. Oh my God, my time. Speaking concerning the transactions happening. So ulimwengu wa roho una respond kutoka kwenye imani. Kwa imani mtu anayokuwa nayo ndio inafanya ulimwengu wa roho uweze kurespond. Sasa ili uweze kuongeza imani yako kama watu wanavyosema, unatakiwa kuongeza capacity ya ufunuo wako. Kwa sababu capacity ya ufunuo ikiongezeka ndio imani imeongezeka. Lakini imani iko constant.
in your faith kinachoongezeka increases. sio imani ila ni nini? So what increases Ni is ufunuo. not faith, but Kinachoongezeka it's sio imani revelation. ila ni nini? Kinachoongezeka ni ufahamu wako katika neno la Mungu. Ndiyo maana Biblia inasema maneno haya ya kwamba imani chanzo chake ni kufanya nini? Faith comes by hearing. Na kusikia huja kwa neno la nini? And hearing by Kwa the hiyo word kwa of God. kadiri unavyozidi kusikia neno la Kristo ndivyo ambavyo imani yako inavyozidi The way kuimarishwa. your faith is Kwa established. imani inaweza ikawa weak, So your faith can be imani weak, inaweza ikawa imara, your faith can ila be haina strong. maana ya kwamba Kristo ndani yako amekuwa weak au amekuwa imara, ila tafsiri yake ni kwamba ufunuo wako umekuwa weak na umekuwa imara. Ukihitaji kuimarisha ufunuo ndani yako, ni lazima ujifunze kukaa katika neno la Mungu na kuliamini neno la Mungu na kupokea taarifa za neno la Mungu. Receiving information of the word People of of God. God, taarifa ni intelijensi. Ulimwengu wa sasa hauendi bila intelijensia. The present world does not go without intelligence. Intelijensia ndio inafanya ulimwengu uweze kuendelea. Intelligence is what makes the world continue. Pasipo intelijensia, ulimwengu hauko salama. The world is not safe. Haleluya. Na unajua intelijensia ni nini? And you know what Intelijensia ni taarifa, It's information. information. Can I tell you the truth? Wewe unadhani ukijua kwamba gari utalopanda linaenda kupata ajali, unafikiri utapanda? If you knew that the car you're getting into would have an accident, would you get into the car? Come on, people of God. I pray in the name of Jesus Christ. Roho Mtakatifu aanze kuwapa heavenly intelligence in Jesus mighty name. Kama ungekuwa unajua gari unaopanda inaenda kupata ajali, usingepanda, manake usingekufa. Are you getting what I'm saying? Information. My people are destroyed not because God is no longer there, because they lack information called knowledge. Knowledge. Wanafikiri mabinti au vijana You think kama girls, wangejua if they kwamba knew wanaume ambao wanaenda kulala nao wangewapa that HIV, the men wangepata they're going HIV, to sleep with, they're going to give them AIDS, would they kwa get sababu AIDS? they lack intelligence, they lack information. Ni information ya aina gani unaipata? What kind of information are you receiving? How do you build yourself? How are you built up? Unajengwa na nini? What is building you? Asubuhi ukiamka kinachokujenga ni nini? When you wake up in the morning, what builds you? Some of us tunaonekana kama TikTok. Some of us tunaonekana kama Instagram. Some of us tunaonekana kama Facebook. Kwa nini? Kwa sababu tunajengwa na Facebook, tunajengwa na TikTok, tunajengwa na YouTube, tunajengwa na mitandao ya kijamii. Another social media. Na ndio maana we have fake life. Our lives is fake. We are afraid even of ourselves. That is why tunaogopa kujiangalia kwenye kioo tukiwa tumeamka asubuhi. Tunataka kujiangalia kwenye kioo baada ya kupiga makeup. We want to look at our faces after. We no longer trust our faces. We are being programmed by new intelligence and we don't understand that we are being programmed by new intelligence. And is silent programming you. Kimya. It moves silence to programmers. Faith is a system of the Spirit. Jesus. Can I shock you so that you understand that you are programmed? Should I shock you? Girls, should I shock you? Shock us. How do you go on date? Come again? Unaendaje kwenye kideti? Apart from dressing well, how about the face? You beautify yourself. Yeah. Does it mean that you're not beautiful? No.
So why are you beautifying yourself? Now, I'm not saying that is wrong. Please don't get me wrong. But I want to show you something. If you're not confident with how you are, no one will ever believe you. Kama hujiamini, hakuna mtu atakayekuamini. Yeah, if you don't believe in yourself, no one will believe in you. Nataka mabinti zangu muwe ni mabinti ambao hamuishi kwa makeup. Do not live by makeup. Na ndio maana kwa sababu ya makeup tukiingia kwenye kumwabudu Mungu tunaogopa kutoa machozi. Why? Kwa sababu tunaogopa ile makeup itatiririka ama matope yale yataondoka. The mascara will run down your face. So our lives are mascaraed. Have been masculated. We are not ourselves. No, I'm trying to be real in the name of Jesus Christ. Kwa nini nimesema hivi? Kwa sababu kuna mtu alisema hii kauli sio humu, lakini mimi siwezi nikatoka bila makeup. Who said that in here, that they can't live I said, without what? makeup. You. Hey. Hallelujah. Because the devil is trying to paint another definition of beauty. Now, beauty is no longer you are wonderfully and fearfully made. Now, beauty is no longer you are artificially made. How? I want the super makeup artist. The makeup artist that knows how to make myself up. I am not confident with how I was made by God. Now I need another maker of my face. Now I am going to make up my face. It means my face is not all right until it is made up. Are you here with me? Ladies, are you here with me? This sermon of faith is about you. Hallelujah. Nitakuja kwa wanaume ninavyomalizia. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Now, the devil is trying to infuse a new form of intelligence, which is not the natural intelligence, which is not the intelligence that God intended. Ni akili au taarifa ambayo sio Mungu alikuwa ameikusudia. Na ndio maana the way we define love is different from how God defines love. Ndio maana the way we define care is different from how God defines care. I need a man that cares for me. Do you really know what care is? Let us go to the Bible pages and let us understand how care is. Do you really understand what is care? I need a man who gives me attention. If he gives you attention, I'm telling you. Jesus. Go deeper. Go deeper. Ukiona mwanaume amekupa attention, muulize, kabla ya mimi kunipa attention, umempa Mungu attention? I need a kingdom marriage. Do you really understand what kingdom marriage is all about? No. Are you a kingdom woman? Are you a kingdom man to aspire for kingdom marriage? Kingdom marriage, I'm telling you, the pillar of kingdom marriage, one of them, ni faith. How is it? Unatamanije kingdom marriage kwa mtu mwenye funguo 3 tu peke yake? Unaendeshwaje na kutamani kingdom marriage? Nawe kingdom marriage yako tu nikuona harusi yenu imefanyikia bichi, nikuona kwa nini I don't know, there's something is wrong. Something is wrong. Kingdom marriage is not when 2 celebrities wamekutana, wanaojua kuimba au wanaojua kunena kwa lugha. Kingdom marriage sio kwenye ndoa kuna watu wameanguka mpaka makeup inachani. That is not kingdom marriage. Kingdom marriage haipimwi kwa maombi wakati wa ndoa. Kingdom marriage haipimwi kwa kunena kwa lugha wakati watu wanaoana.
Kingdom marriage haithibitishwi na Teofila Sunday akija kwenye ndoa yako. Kingdom marriage is about virtues, not how imetrendi. Tuache kupima mambo kutokana na vile yanavyo trendi. Tuanze kupima mambo kiimani. Biblia inasema chochote kinachofanyika katika Agano Jipya bila imani ni dhambi. Ni wangapi ambao tuna dhambi za namna hiyo? Umekujaje hapa kanisani? Umekuja kwa sababu una uwezo wa kufika? Umekosa. Umetenda dhambi. Unatakiwa kuja kwa sababu una imani katika yule anayekuwezesha. Anasema yeyote amjiliae amwendee Mungu, kwanza kabisa aamini ya kwamba Mungu yupo naye huwapa thawabu wale wanaomwendea. He is the rewarder. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord Naombea Jesus. vijana wangu wa kiume katika I jina la pray for Yesu. my sons. Msiwe kama Jacob Do not be like Jacob, ambaye alikosea katika kuoa. who missed it in marriage. Wale wake wawili, Leah Those two wives, na Leah Rachel, and Rachel, tafsiri yake ni kwamba mke wa jitihada na mke wa jitihada ya Mungu. Yule aliyekuwa na macho makengeza alikuwa ni mke wa jitihada ya Mungu. was God's choice. Yule ambaye hakumpenda. The one he did not Afu love. yule ambaye alikuwa anampenda kwa one he sababu ya loves. makalio yalivyo, Jesus. kwa sababu ya masaa alionayo kifuani kwake, Because of the structure. alikuwa ni mke wa jitihada zake. He was the wife of his own efforts. Mungu atusaidie vijana wangu. May God help us, my sons. Kingdom marriage is founded by faith. We should not overlook faith. Tukaanza kutafuta vile ambavyo morphology zilivyo. And start looking at how It the is all morphologies and well are. and good, It's great. but that should not inspire you. That should not attract you. The Bible says we are not moving by sight, but what? Faith. Faith. That's 2 Corinthians 5. Hatuenendi kwa nini? Kwa macho. We Bali don't unaenda go kwa by nini? sight, but by faith. Kwa nini? Faith. Kwa imani. So faith ni jambo la msingi sana. Faith is a very important thing. Very important. I told you we're in the series of faith. Nitaendelea kuzungumzia faith. I will continue speaking on I faith. cannot finish everything just now. But faith is very important. Leo nimezungumza faith as the revelation of the spiritual realm. Na kitu kimoja cha msingi ambacho ukielewe ni kwamba chochote It's kile, very important for you to understand chochote kile ambacho kipo that Mungu anything amekupa that God tayari has unacho. given you, you already have. Yaani tayari unacho. You already Una have it. jitihada na jukumu la kuvitranslate sasa kutoka katika The ulimwengu usioonekana responsibility to kuja katika translate it ulimwengu nao. from the invisible realm to the onekana. visible realm. Ni nini ambacho unahitaji? What do you need? Tell me, ni nini ambacho unahitaji? What do you need? Chochote kile ambacho unahitaji, it's Anything only that you need. faith itakusaidia. Only faith will People of help you. God, I can speak about faith nyie watu. I can speak about faith, you people. Mimi vile ambavyo imani imenifanyia maisha yangu, The things that faith has done to I my cannot life. explain. Faith huwa inaoperate kwa watu ambao hawana akili timamu. Faith Because operates faith to does people not who make are not sense. sane. If you try to make sense with faith, umeshapoteza. You have lost it. Imani haihitaji ku make sense. Faith does not need to Usijaribu make ku make sense. sense Don't kwenye try to imani. make sense in faith. Nendeni kamuulizeni Thomas. Go and ask Thomas. Na mimi naamini And I believe miongoni mwa watu wa Mungu ambao mbinguni watakuwa na ulinzi mkubwa sana ni Adam. Sababu naweza ukafika mbinguni kaenda kumstrangle. I can get to heaven and want to strangle him. Oya. We. Wewe ndio umesababisha yote haya. This is all your fault.
Umesababisha sisi tunatakiwa kula maziwa na asali. supposed to be eating honey and Sio milk. shida, sio mwanamke, shida ni problem was wewe. not the woman, The you were problem the was not a problem. woman. Can I shock you? Shock Niwaambie tu us. jambo la mwisho, nimeshamaliza. Tatizo sio mwanamke. Problem was not the woman. Mwanamke hana shida. The woman had no problem. Na ndio maana baada ya Hawa kula lile tunda, nothing changed. That's why after Eve ate the fruit, Kwa nothing Adam changed. angekamata lile tunda angelitupa, hakuna kitu So if kingebadilika. Adam had thrown away the fruit, nothing would have changed. Paulo anasema aliyekuwa amekula says, tunda, when you aliyekuwa ate the ameanza fruit, kukosea ni mwanamke, was the one who lakini began. kosa lilihesabika baada ya yule aliyepewa maelekezo, Adam. But it was completed after the one with the instruction. Na ndio ate maana it. pamoja na kuenenda kwa imani, sisi Because tukishaingia ndani ya nyumba hatuli chakula cha mwanamke. After getting into the Yote husband eat the woman's tuendelea na food. foji. Hii sina maana ya kwamba nani. Ukisha kula chakula cha mwanamke anaweza yakatokea yale Eat a yaliyotokea kwa woman's Hawa. food. Yeah. It can happen like what happened to Eve. Mjanielewa. Shida. Kanisa yangu ni la watu wana sayansi. Go deeper. Go Tafsiri yangu ni deeper. kwamba sio kwamba mwanamke asiwe anakupikia. The meaning is don't. Yaani it's not that woman usimfanye shouldn't mke cook wako for awe you. anatafuta chakula afu Don't umejibweteka. make her Ndo go look for tafsiri. that food. Umeelewa Japokuwa mwanamke wa Mithali 31 ni mtafutaji. Na Biblia inamwambia kama anafananishwa na merikebu. Dora, naomba nisaidie microphone. Dora, utakuwa unanisomea maandiko, sawa? Mtumishi wa Mungu, wakati naendelea kujiandaa kisaikolojia. Sasa ndo nakuita hivi. Haleluya. Mwanamke wa Mithali 31 anafananishwa na merikebu. Unajua merikebu? By the grace of God nimefanya maritime law. So merikebu ni meli kubwa za masafa za kimataifa. Kwa hiyo tafsiri ya mwanamke kufananishwa na merikebu ya kimataifa maana yake ni mfanyabiashara. Na Biblia inasema anaamka kabla ya mumewe. Kwa hiyo kama ulikuwa ya juu yaye inabidi ukabadilishe Proverbs 31 woman. Go change it. Go change it, guys. If you are not ready, inabidi ujitazame vizuri. Ukiona ni aibu kujiona binti. Can I just be and please, na labda niwaambie na watu wanaoniangalia, ni aibu ukiwa binti wewe unaniangalia na wengine wako hapa. Binti unaamka saa 4 asubuhi. Ni aibu. Binti ukiulizwa hobi yako ni ipi? Hobi yangu mimi kulala. Yaani mimi nalala mimi na unajisifu na kujisifu. Huo ni hata haya. Mimi najua siongei na nyie, mimi naongea na hawa washirika wangu wa mtandaoni, sio nyie. Nyie mnaamkaga saa 11. Na ndio maana kwenye maombi mnajaa wengi. Yeah, glory. Lakini binti hata haya uoni. Hata haya uoni. Unaamka saa 4 asubuhi. Saa 4 mbali, saa 2 asubuhi. I'm very serious about this. Very serious about this. Na unajiita mwanamke wa Mithali 31. Acha kujiita mwanamke wa Mithali 31. Anza kujiita mwanamke wa waamuzi. Delila. Unakuaje mwanamke wa Mithali? Unaelewa principles za mwanamke wa Mithali? Go and read Mithali. Please, naombeni mnikaribishe BOH. Nije kuwafunda. Na tutazungumza Mithali 31 tu. Nisaidie kufungua Mithali 31 mstari wa 13. Mithali 31:13. Biblia inasema kabla ya jua halijachomoza. Manake wewe unabidi ushindane na jua. I want to shock you again. Ukiona unaamka saa 4 asubuhi, you are not ready for marriage. Nyie ni wanangu wazuri sana. Najua naongea na watu wa mitandaoni. Watakatifu wa mitandaoni. If unaamka saa 4 asubuhi, I challenge you, cross girls, cross ladies, in the name of Jesus Christ, daughters of Zion. Proverbs 31 woman, the woman cycle. Ninawa challenge, jifunzeni kushindana na jua kuamka. Verse 15 Baba inasema, she rises also while it is yet night and giveth meat to her household. Wanasema
hawajui Kiswahili, wape Kiingereza, wape kwa Kiswahili. Wanasema hawaelewi Kiingereza, hawaelewi. Na huko neni, angalia, fungua Mithali. Fungua Mithali, angalia Mithali. Mithali 31. Mithali, okay. Verse 15 inasema, tena huamka kabla haujaisha usiku. Kabla haujaisha usiku. Wapa watu wa nyumbani mwake chakula. And they don't want to make breakfast in the morning. I need a man who makes me a bed breakfast. Breakfast on bed. Breakfast on bed. Where? I want to tell you the truth in the name of Jesus Christ. I know hiyo party ya mwanaume ambaye atakutengenezea chakula cha asubuhi, kifungua kinywa kitandani, ni mapenzi yake. Lakini kwa mujibu wa Biblia, unatakiwa wewe. Safi. Sara ameunganisha. Wewe unatakiwa kuandaa chai. Unatakiwa kuandaa chai, kwa sababu ukishindwa kuandaa chai, umeshindwa majukumu. Kwa hiyo jifunze, I challenge you, jifunze kuwahi kuamka. Ukiona unachelewa kuamka, you are not ready for marriage. You are not ready to be a wife. Hallelujah. You are not ready to be a wife. If you want a kingdom marriage, you need to be a kingdom woman. If you want a kingdom marriage, you need to be a kingdom man. Hallelujah. Woman of God, karibu. Unaweza kumwelekeza mtumishi wa Mungu pale.